Sisi wanaume, we men, ukiwa pale nyumbani, je, kazi ndogo ndogo tu, unaweza oshea mama watoto vyombo, unaweza saidia mama kufanya nini, hata kutandika kitanda, hata unaweza saidia hata kutoa TV vyombo kwa meza baada ya kukula. Ama wewe tu ni remote kwa nini, remote kwa mkono tu, wewe ni boss, kazi yako ni kuorder tu. Wewe ni kupanga tu watu, unasema ikuwe hivi, ikuwe hivi. Hata wengine mama akiwa mgonjwa inabidi lazima akupikie, wewe huwezi sema leo acha niingie jikoni nipike. Na pia leo mwanaume, tafadhali ukipiga simu tuelezee tu wewe ni nini kile umewaisaidia pale nyumbani. Kwa majukumu yale tu, maybe wakati unaona labda mama amelemewa ama ako busy, unaona wacha usaidie. Nini umewaisaidia apart from kutoa pesa? Apart from kusema mimi nimenunua. Apart from kusema kwamba mimi sasa nimesort kitu fulani, je, nini kile ambacho wasua wewe kama mwanaume unafeel kwamba umewaisaidia pale nyumbani? Hayo ndio. Na pia kina dada mtuelezee, mzee wako kazi yake anakusaidia tu kukula, ama kuna kitu kingine anaweza kuokolea, hata kama ni kutandika kitanda, hata kama ni kuvalisha watoto nguo, hata kama ni kuchemsha chai akiona uko busy, hata kama ni vitu vidogo vidogo tu vile ambavyo mnaasimu za kina dada kufanya. Wanaume, are we together? Lakini kabla tujaanza, wacha tusikie kuna mtumishi wa Mungu hapa jaribu kutuelezea hii maneno ambayo nazungumzia, ndio tuanze kuchukua simu zenu, kwa sababu hapa watu wanaona tu ni kama wao Eddie James anapenda kuongea yake sijui nini. Hata kuna watumishi wa Mungu wanafeel, mimi na feel. Kuna Pastor Daniel Mugogo hapa ambaye yeye pia huwa ananisaidia kuangalia hii maneno. Wacha tumusikie kidogo, alafu nifungulie line yangu ya simu. Ujiulize wewe ni mwanaume uko upande gani? Tumegongwa na wewe, ama wewe pia kuna jambo ambalo huwa unasaidia mama pale watoto. Hebu watu waongeze sauti ya simu kwa nini radio. Tafadhali ongeza sauti ya radio, mtu alafu watu wanyamaze, kwa sababu hii ni yetu, hii sisi wote kama familia. Sometime acha kupambana na watu. Niliwaambia juzi, umri tulionao sio wa kukimbizana na watu, ni wa kutafuta amani ya moyo. Usipambane na watu ambao hawakuletei madhara, unajiletea matatizo bure. Miaka tulionayo sisi na wazee wenzangu hawa, hatuna muda mwingine zaidi ya kutafuta amani. Ndio maana kuna wakati tunaamka asubuhi, unasafisha nyumba. Husafishi nyumba, unasafisha moyo wako uwe na amani, kuliko na kuazika nyumba chafu. Sijui mama wewe unatesa moyo. Chukua mop, safisha, umesafisha moyo, sio nyumba. Ndio unaona kabisa hii jambo mimi naliweza. Kwani unaanza kuna nini? Mama amechelewa kupika chakula, mayai yapo, spaghetti ipo, una uwezo wa kuchemsha na kupika. Mwambie tu mama, hai, ngoja nijaribu hapa. Unatafuta amani ya moyo. Hiki sio kipindi cha kutafuta haki ya wanaume, utateseka. Yaani ukianza kusema mwanaume, unajitengenezea stress. Ni kipindi cha kutafuta amani. Mnanisikia nyewe wazee wenzangu? Achana hawa Gen Z hawa, wapambane na matia gasi, wapambane na nini, wapigwe risasi ya miguu watapona. Hao tuachane nao. Sisi wazee kazi yetu ni kutafuta nini? Amani ya moyo. Yaani unaona mama hajatandika kitanda, tandika. Hata kama hujafanya vizuri, hutaandiki kitanda, unatandika moyo wako. Unaona kuna vyombo havijasafishwa, unasema kwani mimi sina mikono? Kabla ya kuoa si nilikuwa nasafisha. Anakuta tu mama umesafisha, umetupanga vizuri. Mwambie mama, vipi? Safi? Okay. Umetafuta kama ni kama moyo kuliko dudu. Hii sahani hapa. Wewe umri wako wenyewe unakaribia kufa. Kwani unajipeleka kaburini kabla ya wakati? Tafuta amani ya moyo. Sasa kwa nini watu wanakuwa na kisirani? Una amani ya moyo. Una amani ya moyo. Yani wewe tafuta hiyo tu. Watu watasema umekaliwa na mke wako, umekaliwa, mwambie anikalie vizuri kama amani ya moyo inapatikana. Kabisa. Siku moja vijana wangu wa kanisa wakanikuta na twanga karanga njugu za kuweka kwenye mboga. Mama nakata vitunguu. Wakasema Mugogo na ujanja wake wote, mke wake amemkalia, amemshika masikio, hata haendi kokote.
Nikasema sio masikio tu, na pua akiipatia aishike, kwa sababu humu ndani tuko wawili tu. Nikimulimbikia mikazi yote mke wangu akafanya, atakuwa shosho. Atakayeishi na shosho ni nani? Si ni mimi. Ho, lazima nimpunguzie ili asizeke haraka kabisa. Ndio, huyu ni mke wangu. Nikifanya mke wangu mpaka nalalia na kalia mgongo kwa sababu ya kazi, mimi niko tu hapo na remote. Ndio wale wanaume muka na mimba iko hapo, bado anamwambia nipeleke maji bafuni, nisonge ugali, nifanye hiki. Mama tumbo liko hivi, alafu mama anapeleka maji bafuni, sio yeye na mtoto wanabebea baba maji bafuni. Alafu wewe umeenda tu hivi kama pepo limetoroka kuzimu, hujashika hata taulo, hujashika hata sabuni, hujashika hata jiwe la kujisugulia. Unafika bafuni unasema taulo, sabuni. Mama amechoka, mimba iko pale, huna hata huruma. Kuna wanaume hata ukimwangalia mpaka unajiuliza kama shetani angekuwa na mwili physically kama binadamu, si ndo huyu hapa sasa? Yaani unaona kabisa huyu ni shetani chapa, shetani kabisa. Huruma imekwisha kabisa. Sijui kwako kama ako na huruma, mama mtatusaidia.